ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijakataza Mkenya kuingia nchi. Milango iko wazi, wala Kenya haijakataza Mtanzania kuingia kule. Lakini hizi ni nchi mbili tofauti, kuna mambo tunashare na kuna mambo hatushare. Mimi nimekaa Kenya, naijua Kenya vizuri sana, nimehubiri Kenya, naijua Mombasa nimekaa. Uchaguzi ule paka watu walifunga milango, mimi nilikuwa Kenya. Sikuingia kwenye uchaguzi wao. Sikuwa na hapa Odinga, mimi nimekwenda paka ule uwanja wa Uhuru Park. Nilikuwepo. Tulikwenda na Mkenya mwenzangu ana drive gari. Nikamwambia bwana tuondoke. Ikitokea tatizo hapa mimi nikakamatwa. Itokana mimi sina akili, siasa za Kenya hazinihusu. Sasa Tanzania haijakataza Wakenya kuja. Walichokataza serikali ni ile mtu kuja, unakuja na ajenda ya kuizalilisha serikali ambayo sio yako. Hata kama unakuja kumtetea wewe ni mwanasheria, hiyo haikataliwi, kuna utaratibu. Kisheria mimi nazungumza, unapokuja hapa mwanasheria kutetea kesi ya kwangu hata ya kwako ndugu mtangazaji, lazima yule mwanasheria apewe kibali na mwanasheria mkuu wa serikali. Ndio anaingia anakuja kotini kukutetea. Sasa wale walikuja kama wachochezi, yani kuwalisha watu maneno, kuamsha fitna iliyolala, oya nini, basi. Ndio sababu watu wakapita nao. Lakini mbona Wakenya wapo hapa wengi, chungu mzima tunaishi nao. Mbona Watanzania wako Kenya chungu mzima wanaishi. Na wale walikuwa wakimtukana rais, wakitutukana na sisi kwamba tukusoma mabogasi, sio Wakenya wote, ni kundi la wahuni linalomshambulia hata Ruto kule. Ndio hilo lilikuwa linatushambulia sisi. Kundi ambalo linahitaji kuona kwamba kila siku vurugu, halina cha kupoteza, halina cha kusifiwa wala halina cha kulaumiwa. Wao wapo tu. Kwa hiyo ni mambo ya ajabu. Sisi Wakenya ni ndugu zetu bana. Na hawana ubaya na sisi. Hata leo ukienda Kenya utaishi, utakula, utalala. Hawana tatizo na sisi. Na ndio maana Ruto, rais wa Jamhuri ya Watu wa Kenya, aliwahi sana kulizungumza hili jambo na kuliomba radhi. Ni mtu mmoja mstaarabu sana William Ruto. Na Rais Samia ni mtu mstaarabu, akapokea salamu hiyo. Baadhi ya watu wamekuwa na hoja mbalimbali, wanasema Watanzania wa Kenya kipindi wanamshambulia rais na kuishambulia nchi, Watanzania wale wa kawaida wamekuwa kimya. Labda inatoa tafsiri Watanzania wanashindwa kujenga hoja dhidi ya Wakenya, au Watanzania labda si wazalendo pindi viongozi wao wanashambuliwa. Kwanza nilichokiona, Watanzania wengi kweli uzalendo tunakosa. Na hii ni maskini, naonekana umaskini ni mkubwa. Unajua maskini anakuwa na chuki tu kila siku, akihisi kwamba yule ndio kiongozi anakula jasho langu, kumbe wala sivyo. Tungepunguza chuki. Tuna chuki ambazo hazina tamani. Yaani wewe kiongozi wako wa dola anashambuliwa, nchi yako inashambuliwa, alafu wewe unamunga mkono anayeshambulia nchi. Japo ushambuliaji huo haukuwa wa Kenya, ulikuwa ni wahuni wa Kenya. Lakini ilipaswa na sisi tuonyeshe kulani na kulalamika. Lakini naamini ushambuliaji ule ni vijana tu majobless wa barabarani. Inawezekana Watanzania wengine ni watu wenye kufikiri mbali, baadhi yao wakaona hawa watoto ni wahuni tu. Lakini labda angejibu fulani ndio tungejibu na sisi.